Ukiangalia mpira ambao Michael Carrick anaucheza na hii Manchester United, namna ambavyo hii timu inakwenda, nafikiri unaweza ukatamani Ruben Amorim akamatwe. Mashabiki wa Manchester United inabidi muanzishe petition, Ruben Amorim akamatwe. Kwa sababu niambie, kulikuwa kuna sababu gani ya Ruben Amorim kumweka Kobbie Mainoo nje? Yaani kulikuwa kuna sababu gani? Kobbie awe anakula bench, anakula mkeka. Why? Kulikuwa kuna sababu gani ya Ruben Amorim kushindwa kukubali kuchange system na kumrudisha Bruno Fernandes kama namba 10? Kwa nini? Angalia hii Manchester ya Michael Carrick bro. Namna ambavyo kwanza wana confidence, yani wanavyo possess mpira, you can see kwamba they know what they're doing, wanajua wanachokifanya. Kuna ule muda wanaongoza goli 2-1, unacheck namna ambavyo passes zinapigwa, wanaenda wamerelax, no pressure no anything, wana control game. Baada tu ya Arsenal kuequalize chuma ya pili, Manchester wakaanza kushambulia, na ndani ya dakika chache Mateus Cunha anatia kamba, bonge moja ya mashine, kamba bro. Haya mambo hajaja kwa bahati, yani sio bahati, don't tell me kwamba ni bahati. Nafikiri Michael Carrick, mimi nimekuwa nasema mara zote wachezaji wa Manchester sio kama ni wabaya, changamoto ni ule kichwa ngumu Ruben Amorim. Nafikiri Manchester maybe walipewa vyeti copy mwamba alifoji vyeti akapewa kazi, cause Carrick anapewa team, jambo la kwanza anakuja kukutana nalo Manchester City, hajakaa sawa Arsenal. Yani unazungumzia amecheza na timu zinazoongoza nafasi ya kwanza na nafasi ya pili, na anawapiga wote chuma tatu. Bro, mashabiki wa Manchester andiseni petition, Ruben Amorim akamatwe aeleze. Usikute mliajiri mamluki, mlileta mtu ambaye amekuja ku destroy team na sio kuijenga team. Yo, nafikiria Carrick atawafikisha sehemu, trust me man, so far kwa ndicho kiona. Sasa unajua hiki ni kipimo kikubwa sana ambacho Michael Carrick alipewa, ilikuwa ni big test na jamaa na deliver. Hii ni statement kwamba I'm not here to play, I'm here to win games.